Hii inaitwa kanuni ya uzalishaji. Kanuni ya uzalishaji. Hii kanuni ya uzalishaji kiroho inatumika kutokelezesha jambo ambalo halikuwepo. Jambo ambalo halikuwepo linatokea. Mfano, napenda hapa Mazingaombwe kwa sababu wao wamejifunza sana mambo ya sheria za kiroho. Anaweza akachukua simu yako hii, alafu akaigeuza ikawa tofali, alafu akaishika tena hii tofali akaigeuza ikawa simu. Inatokea kitu. Okay. Mungu alimwambia Musa, una nini mkononi? Musa alisema nini? Mungu alimwambia itupe fimbo chini. Fimbo ligeuka nini? Musa alipotaka kukimbia, Mungu akamwambia Musa, mshike wewe joka mkiani. Alipomshika nyoka ligeuka kwa nini? Ni uchawi. Sasa leo wafundishe waokoe uchawi na kufundishana uchawi. Simufundishi fani, wala msifani, na kufundisha kanuni, mifumo ya kiroho inaweza kufanya kazi kwa imani, alafu utaelewa. Kwa nini Musa alifanywa vile? Alikuwa amini Mungu. Alipoambiwa kawatoe watu wangu Misri, akasema mimi ni nani hata ni kumfanya Musa amini. Kwa hiyo alipo mfumo wa imani. Bwana Yesu asifiwe. Namba 4 ni mfumo wa ugeuko, transformation. Ugeuko. Unamwona mtu Musa anabadilika kwa mwingine. Musa alipotaka kuongea na Mungu siku 40 aligeuka. Alipotoka Israeli hawakuweza kumtazama nani? Musa. Ile maalum ambayo iliwafanya watu wamuone lakini wasimuone uso wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Musa aligeuka. Lakini Yesu alipotoka mlimani kuomba, alipokutana na Musa na Elia, Biblia inasema akageuka sura, akawa mtu mwingine. Bwana asifiwe. Ni kanuni kabisa ambazo kuna mtu mmoja aliwahi kutoa ushuhuda. Alikuwa na ndugu yake mgonjwa, akiwa hospitali ndugu yake mgonjwa, madaktari wamekata tamaa kupona kwake, wakawa madaktari wanapishana wanaingia wanatoka, wanaingia wanatoka, hawana matumaini. Ghafla yule ndugu mwenye mgonjwa akaona daktari anatoka kwenye hospitali, kwenye odi ambapo ndugu yake alilazwa. Alipotoka anamfuata, hakumpata. Aliporudi kwenye sababu anamkimbiza daktari amuulize ndugu yangu anaendeleaje. Alipomkosa daktari akarudi kwenye chumba cha mgonjwa, akakuta mgonjwa wazima. Unajua nini? Ni malaika alijigeuza akawa kwenye muonekano wa kibinadamu ili avae taaluma ya kitabibu. Leo ukisema kuna kugeuka, kuna watu watakwambia uchawi. Kwa sababu wa Afrika tumezoea sana uchawi kuliko utakatifu. Tumetoka kwenye mizimu, tumetoka kwenye ujanga, tumetoka kwenye mila. Lakini kanuni ya 5 inaitwa usafirisho, transportation au transmission. Usafirisho au uhamisho. Hii ni ile hali ya mtu anakuwepo hapa sasa yuko eneo lingine. Ilitokea kwa Filipo alipotoka kulibatiza toshi wa Kushi, ghafla akahamishwa. Utakwambia kwa nini kwa bei kanuni? Sasa hivi wewe unaelewa. Bwana Yesu asifiwe. 6 ni kuwekewa kitu bila kugusa au kumwekea mtu kitu bila kumgusa. Inaitwa levitation. Ni kanuni ambayo mchawi, nikisema napenda kutoa mfano wa mchawi sababu ninawaelewa sana. Mchawi anaweza kukuwekea sindano ndani ya tumbo lako na ukasikia vichomi, lakini wakati anaweza hajakugusa. Na ile sindano ukienda kwa mganga anaweza kukusaidia dawa ukaitapika, au ukaenda kwenye maombi ukaombea ukaitapika, lakini ukitapika haikwani. Unajua sindano inachoma, kwa hiyo huwezi kuitapika, itanasa tena. Ukiona mpaka unatapika, ni ishe ile inayotumika, levitation. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukaekewa kitu
kama mtoto tumboni na hauna mtoto, lakini unasikia mtoto anacheza tumboni, kimeruka huku kimeruka huku, alafu baadaye unategemea muda wako kujifungua umefika, nikajue unangongona wako ndio mzito, mbona ni uvimbe tu tumboni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini nimekwambia haya? Nimekwambia kwa hiki ninachotaka kukwambia, wala ni kama hayana msingi kwako, lakini ina msingi sana. Kwa nini? Biblia inasema imani ni ufahamu wetu, na ufahamu ndio taa ya akili zetu. Ibrania 11:3 alisemaje? Kwa imani tunafahamu. Kwa hiyo kumbe imani inakaa ndani ya nini? Ya ufahamu. Kitu usika kufahamu huwezi kukiamini, ila unachokiamini ni kile unachokifahamu. Biblia inasema hawajui, hawafahamu, wanatembea gizani. Kwa kutokufahamu kanuni za kiroho, tunaishi kama mbwa, tunaishi kama watu wasio na thamani. Ukiambiwa kuna mafuta ya kunywa ya upako, unakimbilia bila kujua hayo mafuta yapo kikanuni. Maana kuna tofauti ya kukubali na kuamini. Ukiambiwa ukafanikiwa ukasema amina, kuna mawili, aidha umekubali au umeamini. Sio kila mtu anasema amina ameamini, mwingine amina amekubali. Utafanyaje sasa? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa pointi yangu ipo kwenye Rumi 1:24 somo. Ndio. Kwa ajili ya hayo, Mungu aliacha katika tamaa za dunia wafuate uchafu. Anzia hapo juu kidogo, anzia 20. Ndio. Kwa sababu mambo yake yasionekana tangu kuumbwa ulimwengu. Kwa sababu mambo yake Mungu ambayo tangu ulimwengu uliumbwa yalikuwa hayaonekani, sasa yanaonekana. Na kufahamika kwa kazi yake. Na kufahamika ni maana kuleta ufahamu juu ya watu kutokana na zile kazi anazozifanya Mungu. Lengo lake kwetu ni kututengenezea ufahamu. Ukiona kiwete ametembea, shida ya Mungu sio kiwete kutembea. Maana ingekuwa shida yake ni kutembea, asingemuumba kiwete. Lakini amemfanya kiwete atembee ili ufahamu kwa Mungu uwezekane. Yaani uwezo wake wa milele, uwezo wake wa milele na uungu wake, hata wasiwe na uungu, hata wasiwe na uungu. Kwa sababu walipomjua Mungu, hawakumtukuza kama ndiye Mungu, wala kumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao. Yani uzushi ni maneno yaliyotungwa yasiyo ya kweli, yanayofanyika yaonekane kweli sana. Ningekwambia wachungaji wote ni matapeli kwa sababu wanaitwa apostoli, wao ni uzushi. Nikisema mitume wote ni mafrimason, ni uongo, ni uzushi. Kwa sababu Biblia inasema alipopaa juu aliteka mateka, wengine akafanya mitume, wengine manabii, wengine wainjilisti, wengine wachungaji, wengine walimu. Wewe umepata wapi ufahamu wa kusema mitume ni mafrimason lakini wachungaji ni sahihi? Maana yake ni uzushi. Ingawa wako mitume ambao mafrimason pia wako wachungaji walioko. Kwa hiyo anaposema wakapotea kwenye uzushi, maana yake walipinga maneno yao wenyewe na wakataka yale maneno yao yaonekane hiyo kweli, wakiacha kweli yenyewe. Nini kinaendelea? Maneno yao ndio ujinga wote. Kwa hiyo kumbe watu wanaozusha mambo mioyo yao ni nini? Ya ujinga. Mtu mjinga sio mpumbavu. Mtu mjinga ni mtu asiyefahamu kitu, mtu asiyejua kitu. Lakini huyu mjinga akijulishwa atajua. Kwa anasema mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Maana yake katika uzushi wa ujinga hawana matumaini ya maisha yao ya baadaye. Kwa hiyo wanafikiri
wanaoitwa manabii kwa sababu wanachota watu wao, wanapoteza nafasi ya kuheshimiwa, wanapoteza nafasi ya kufanikiwa, wanapoteza nafasi ya kupata mahitaji yao, kwa wanatunga uzushi ili kuweka ngome kwa wengine wasifanikiwe, ili wao wafanikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naomba urudi usome, kwa sababu ya ujinga ulio kwenye mioyo yao, na kwa sababu hiyo mioyo yao ikawa na giza. Endelea. Wakajinena kuwa wenye hekima, wakajinena, yani wakasema wao ndio wako sahihi. Wachungaji ndio watu ambao wanaoita, lakini hawa manabii ni matapeli, hawa mitume ni matapeli, hawa wainjilisti ni wazururaji tu, wanazurura wanapakwenda, hawana chochote. Yani wanajinena wao ni bora kuliko wengine. Yoyote anayesema mimi ni bora sio bora, kwa sababu ukiwa bora utaonekana ubora wako. Ukisema ni bora, manake ubora uonekani kwako. Bwana Yesu asifiwe. Ni kama, napendeka kutoa mfano, ni kama baba. Yani mimi niwaambia wanangu, mnajua mimi hapa ndio baba, kwani hawajui? Ukisikia nawaambia wanangu, mnajua mimi ndio baba, kuna nafasi ya ubaba nilipoteza kwao. Bwana Yesu asifiwe. Najua mimi ndio baba hapa, nakwambia usikilize kila kitu. Wewe ukisema kusikilizwa kwa sababu ni mama. Ukiona baba sema mimi ndio baba, kuna umama umepotea. Ndio walipopasika wakaubadili utukufu wa Mungu, wakaubadili utukufu wa Mungu asiye na uharibifu, kwa mfano wa sura ya mwanadamu, ndio aliye na uharibifu, sawa na ndege na wanyama na vitambaavyo kwa ajili ya hao. Mungu aliwacha katika tamaa za mioyo yao, wafuate uchafu, hata wakavunjiana heshima mbele yao, kwa maana walibadili kweli ya Mungu kwa wakakisujudia kiumbe kukiabudu badala ya Muumba, naye ndio milele. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nachotaka ukione hapo, kuna aina ya mafundisho ambayo kanisa limejiwekeza kufundisha, ambayo hilo fundisho msingi wake ni kutupotosha. Haleluya. Msingi wake ni kutupotosha. Yesu roho sana. Mungu anatufundisha kanisa sio jengo. Kanisa ni kusanyiko la watu ambao wanamwabudu Mungu katika Kristo Yesu. Sasa hao watu wanapokutanika, wana katiba yao inayowaongoza kufahamu sheria na kanuni na maelekezo na miongozo ya taratibu za kueleza kwa sheria ya serikali ya mbinguni hapa duniani. Sasa watu wanaposhindwa kufahamu zile sheria, wanapoteza haki ya kuwa washirika au raia wa hiyo sheria. Anasema akosaye kwa sheria atahukumiwa kwa sheria. Maisha yetu yamejaa hukumu, sio kwa sababu Mungu anatuhukumu. Sheria zinatusaidia nikiwepo au nisipokuwepo, lakini nikikufundisha habari zangu hazikusaidii nikiwepo hata nisipokuwepo. Kitakachokusaidia ni Kristo, maana imeandikwa hakuna jina chini ya jua walilopewa wanadamu yapasao kuokolewa kwao isipokuwa jina la Yesu. Kwa ninapotaka kukupa msaada, nitakufundisha habari za Yesu na jina lake, jinsi jina linavyoponya, jinsi jina linavyookoa, jinsi Yesu alivyokuwa kwa ajili yako. Ukijua hayo, umepokea maisha yako. Umepokea ibada ya kanyaga mafuta. Kama ukikanyaga na una unachofahamu utatoka miguu na waka, utafikiri ulikuwa umeweka kwenye kalenda ya vitumbua, lakini hamna matokeo. Maisha yetu yamejawa kwenye ufahamu. Kwa malaika wa vita, sio mali, sio tajiri wa kimbingu. Alikufa
alikufa akupate wewe. Tafakari hiyo upendo, tafakari hiyo heshima, tafakari hiyo thamani, alafu ujiulize alivyokuthamini Yesu na unavyomthamini Yesu, kuna ushirika gani? Kuna ushirika gani? Kuna ushirika gani? Kama kwenda kanisani mpaka utumiwe message, kuna ushirika gani kati yako na Yesu? Kama kuimba mpaka upigiwe magoti, kuna ushirika gani kati yako na Yesu? Yeye alikufa hukumuomba. Alisema mimi na utoa uhai wangu mwenyewe kwa ajili ya rafiki zangu. Hukumuomba. Kwa nini unasubiri Yesu akuombe niambie? Kwa nini unasubiri Yesu akuombe fajia? Kwa nini unasubiri Yesu akuombe nishukuru? Kwa nini unasubiri? Usifanye una thamani kuliko Yesu. Yesu ana thamani kuliko wewe, lakini aliweka thamani yake pembeni kwa ajili yako. Na wewe leo mwambie Mungu akusaidie mbele za Yesu, uiondoe thamani yako, lakini Yesu awe thamani kwako. Maisha yako yatabadilika. Tunatumia nguvu nyingi kupata vitu vidogo sana, kwa sababu kuna mahali hatujamshika Yesu. Tunaweza tusije kanisani kwa sababu ya kazi, lakini tujiulize, tangu tumeacha kwenda kanisani kwa ajili ya kazi, kazi zimetupa nini? Chakula kipatikana, mavazi hayapatikani, ada za watoto shule hazipatikani, kodi hazipatikani, sadaka hazipatikani, lakini tunafanya kazi. Tunamwacha Mungu, tunafanya kazi. Matokeo yake ni kila siku tunahangaikia kazi. Leo Yesu akija upo kazini kwako na wewe ushirika naye, nini mwisho wako? Tafakari, tafakari, ili ujue wapi unapaswa kutengeneza upya. Wapi naweza ukalia kwa ajili ya watoto wako na ukamwacha Yesu kwa sababu ya watoto wako. Sasa mtoto wako anauma, lakini huyo mtoto ulimtoa wapi? Ni Mungu alikupa. Kama unamwacha Mungu kwa ajili ya mtoto, Mungu ataondoa huyo mtoto. Kuna mtu anasema sina nguo ya kuvaa leo ibadani, lakini asipokuja ibadani anatoka kwenda kwa watu. Kule unakwenda unaenda uchi, unaenda umevaa chupi, unaenda umevaa boxer, sisipo nguo umevaa. Kwa nini hizo? Tafakari. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mkienda kuhubiri, hubirini mkisema, tubuni kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Kapo ukijua upo kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Ukiwa ni kwa ufalme wa Mungu, usipokula ni kwa ufalme wa Mungu, ni kwa ufalme wa Mungu. Usipooa au usipoelewa ni kwa ufalme wa Mungu. Ukipata unachokitaka ni kwa ufalme wa Mungu, na ukikosa kupata unachokitaka bado ni kwa ufalme wa Mungu. Na vitu havikuulizi kwa nini unanitumia hivi, ndivyo na wewe pasi kumwambia Mungu, kwa nini unanifanyia hivi? Kwa nini unampigia Mungu? Kwa nini unamwelekeza? Wewe ni chombo, anakusugua, anamepeka kwa kadiri anamepeka uwe. Usipange, usimwekee Yesu masharti, usimuulize kwa nini, usimuulize. Mwambie asante kwa kila jambo, mwambie asante. Ndio maana tunajifunza habari za ufahamu, ili tuwe na ufahamu katika imani, tujue kwamba Yesu akufa ili tuwe na imani. Sababu Yesu katika roho na kweli. Unalingia afya ulionayo mpendwa. Kuna watu wanapumulia Yesu sasa. Walikuwa na afya kuliko wewe, walikuwa na mali kuliko wewe. Sasa hivi hata kula wenyewe hawawezi, wanakula kwa mipira. Usifikiri wana dhambi kuliko wewe. Bwana akiamua hata wewe leo unaweza kuwa kama yule. Mungu nafasi aliyokupa ni bora kuliko unachokitafuta. Mwambie Mungu asante kwa hiyo. Usimbabaishe Mungu, usimhuzunishe Mungu, inyenyekeze kwa Mungu. Yohana anaongezeka kwenye maisha yako. Tamaa ya moyo wako ipungue. Watu wanatamani sana vitu, watu wanatamani sana watu, watu wanatamani sana aina ya maisha fulani, watu wanatamani kuwa watu aina fulani. Moyoni wao hawatamani kuwa na Yesu. Hivyo vitu havina pa kutupeleka, vitu havina mbingu za kutupeleka. Yesu anakuja, Yesu anakuja, Yesu anakuja.
Pendwa, tujiandae. Yesu anarudi tena kulichukua kanisa lake. Hebu jiulize, ikiwa ibada hii imeisha na tumetoka hapa kwenye ibada, ukiwa nyumbani kwako, Yesu akirudi atakukuta katika hali ulionayo hapa kanisani au atakukuta katika hali gani? Tafakari na uchukue tu. Baba, asante na kutukuza wewe ni Mungu na kuadhimisha, maana ni mfalme. Ikiwa kwa chakula, ikiwa kwa njaa, wewe ni yule jana, leo na hata milele. Ikiwa kwa kupata mahitaji yetu au kwa kutopata mahitaji yetu, bado ni wa kuaminiwa na kutumainiwa milele zote. Ulikuwa hapo vizazi na vizazi, uliwategemeza wanyonge na wenye nguvu, uliwasaidia wadhaifu na mashujaa. Baba, hakuna lisilowezekana kwako. Umesema wakutumainiwa wewe, hao ni kama mlima wa Sayuni, hawatatikisika kamwe. Baba, watoto wako wameinua mioyo yao kwako, macho yao yanakutazama ukiwa ndiye tumaini lao katika vipindi, nyakati na majira za maisha yao. Wasitikiswe, wasitikisike, wapate kukaa salama, wautazame na utukufu wako. Haya ni maombi yangu kwako, haya ni maombi yangu ni kuombayo sasa, ni dua na sala yangu kwako. Bwana, unisikie na kuugua kwangu ukusikie, katika jina la Yesu Kristo. Watumwa wako hawa, wake kwa waume, wako mahali hapa, wamelisikia neno lako ili liwabadilishe uliyokusudia. Wape neema, wape neema, wape neema ya kuwa na ushirika na Roho yako Mtakatifu. Neema yako ya ajabu itoshayo itawale maisha yetu tangu sasa hata na vizazi vyote, katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu na Mwokozi wa maisha yetu. Tumeomba na kuyaweka yote mikononi mwako Bwana. Amen. 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 Chapia Yesu makofi. Haleluya, tumwambie Bwana asante. 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 Aliyetufia msalabani Bwana asante. Haleluya, tumwambie Bwana asante. Kwa hiyo anasemaje? Kila mtu anayemwamini Mungu amemwamini ili awe na neema ya kushinda kinachoshindana naye. Lakini matokeo au uwezo wa kushindana na hicho unategemea kiwango cha imani yako.